Karibu Motel. Leo tumekuandalia upekee wa simulizi aina yake kuhusu baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na mwenge wa uhuru. Twende pamoja. Ni vizuri sisi viongozi wa zamani tukaanza kuwaona vijana. Hii kizazi kipya kinaanza kushika nafasi, wanazo kidogo tunawaona kwa macho yetu, mnafurahi, mnasema lo, unaona vijana wanavyoendesha. Kesho na kesho kutwa tutakapong'atuka wanashika hawa. Baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ndiye muasisi wa mwenge wa uhuru uliozinduliwa rasmi tarehe 25 Machi mwaka 1964 katika kilele cha mlima Kilimanjaro, mara tu baada ya kuungana kwa Tanganyika na Zanzibar. Lengo kuu la mwenge huu wa uhuru ilikuwa ni kuangaza nuru ya uhuru, umoja, upendo, amani na maendeleo katika kila pembe ya nchi ya Tanzania. Tunabishana juu ya misimamo ya kijinga, lakini juu ya uhuru wa watu hatuwezi kubishana. Watu hawawezi kusema kwamba wana maendeleo na katika nchi yao hawawezi kutembea kwa uhuru. Wanaogopa, wanahofu, wanadhani asubuhi yoyote wakisikia mlangoni kwa anafikiri kaja mtu kuwapeleka kwenda kuwafunga. Mwalimu Nyerere aliamini kuwa uhuru wa kweli hauishii tu kwenye kupata bendera na wimbo wa taifa, bali unapatikana pale wananchi wote wanaposhirikiana katika kujiletea maendeleo na kulinda amani. Hivyo mwenge wa uhuru umeendelea kuwa alama ya matumaini, mshikamano na uzalendo miongoni mwa Watanzania. Mwaka huu maadhimisho ya kilele cha mbio za mwenge wa uhuru kitaifa yanatarajiwa kufanyika tarehe 14 Oktoba ndani ya jiji la Mbeya, siku ambayo pia taifa linakumbuka kifo cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, hayati baba wa taifa. Tarehe hii imepewa heshima kubwa kwa kuwaunganisha Watanzania katika kutafakari mchango wake mkubwa katika kujenga taifa lenye umoja na maendeleo. Msingi wa falsafa ya mwenge wa uhuru kwa kujiuliza maswali yafuatayo. Swala la kwanza ni je, tumeendelea kulinda amani, umoja na mshikamano wa kitaifa? Pili, je, tumeendelea kudumisha uzalendo, uadilifu na nidhamu? Na tatu, tujiulize kama kila mmoja kwa nafasi yake anafanya kazi kwa bidii na kushiriki kikamilifu katika kulijenga taifa, tukitambua kwamba kazi ndio kipimo cha utu. Masuala haya ni ya msingi kabisa na hatuna budi kuendelea kujiuliza kama tunataka kujenga taifa imara linalojitegemea. Ndio maana maadhimisho haya tumekuwa tukiyafanya kila mwaka na yamekuwa yakiambatana na kumbukizi za hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye ni mmoja wa waasisi wa taifa letu na ndiye aliyeleta falsafa ya mwenge wa uhuru. Lakini katika kumbukumbu halisi za baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, hatutofumba macho hata sekunde moja kuacha kukumbuka kile alichokifanya rais wa awamu ya pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hayati Alhaj Al-Hassan Mwinyi. La rushwa mwovu, la rushwa fitina, la rushwa korofi, la rushwa mwizi, la rushwa mgomanifu. Lazima jambo hilo lijiepushe. Lakini hazitofutika kumbukumbu za rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya tatu, hayati Benjamin William Mkapa. Hatuwezi kuruhusu mfumo wa demokrasia ya vyama vingi utumiwe na yeyote yule ndani na nje ya nchi kama mwanya wa kupenyeza sumu ya kutugawa na kudhoofisha sifa zetu za Utanzania. Wananchi tuwe macho na serikali itakuwa macho. Hatua hizi muhimu zinaendelea kutupa kumbukumbu thabiti katika kumuenzi baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hatutoacha kukumbuka kauli muhimu kwa maendeleo ya taifa letu
Kauli ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 4, Rais Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. 60% inachukua serikali kufidia gharama waliokusomesha. Najua ni vizuri kuyasema haya, wanadhani wakati wetu tulikuwa tunasoma bure. Unakwenda kweli huko ulipi huko, lakini ukifika JKT ukianza kazi unalipa. Miezi 18 unapokea mshahara wa 40%, 60% inachukua serikali. Baadaye utaratibu ule ukabadilishwa. Hapa tunasogea mpaka kwenye hatua ya kumbukumbu zenye msisimko wa aina yake. Tunakumbuka kauli za hayati Dr. John Joseph Pombe Magufuli, aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya 5. Ndugu wa Tanzania wenzangu, licha ya dhana na falsafa nzuri na faida ya mwenge, kwa sababu mwenge si wa kisiasa, wapo watu wanaopinga na kutaka ufutwe. Mimi nawashangaa sana wanaosema ufutwe. Sijui ni watu wametoka sayari gani. Wakati mwingine najiuliza, hivi hawa nao kweli ni sehemu ya historia ya nchi hii? Kwa sababu kama mmezaliwa Tanzania na unajua kidogo historia ya nchi hii, unajua historia ya mzee Karume, unajua historia ya mzee Nyerere, huwezi kuzungumza maneno ya kusema eti mwenge ufutwe. Mimi siwezi kukubali mwenge ufutwe. Na najua Dr. Sheni naye hawezi kukubali mwenge ufutwe katika kipindi chake. Ni wazi Motel tunatambua kwamba tukio la kuzimwa kwa mwenge wa uhuru ndani ya jiji la Mbeya mwaka huu sio tu hitimisho la mbio za mwenge kitaifa, bali ni ishara ya kumuenzi hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mwana wa Afrika aliyeamini katika umoja, haki na utu wa binadamu. Mwenge wa uhuru utaendelea kuangaza milele kama ishara ya matumaini na mshikamano wa Watanzania. Na huo ndio mwenge wa uhuru. Mwandishi wa makala hii ni Moses Samuel, msomaji wako naitwa MC Mwaka. Asante kwa kusikiliza.